Hotuba hii imeandaliwa na coordinator wa Mbezi Luis Mr. Msibo na imesomwa kwenu nami Baraka George. Hotuba hii inahusu kutokata tamaa na kubadilisha historia. Ndugu walimu, wageni waalikwa, wanafunzi wangu wapendwa, habarini za mchana. Leo nataka tuzungumze kuhusu kitu kimoja kinachowatofautisha wanafunzi wanaofeli na wanafunzi wanaofaulu kwa kishindo. Kitu hicho sio akili nyingi, bali ni uthabiti wa moyo na msimamo wa kutokata tamaa. Ili kuelewa hili, nataka tuangalie historia ya mtu mmoja anayefahamika zaidi duniani, si kwa wema, bali kwa athari kubwa aliyoacha kwenye ulimwengu wetu. Mtu huyu anaitwa Adolf Hitler. Wengi wenu mnamfahamu Adolf Hitler kama kiongozi katili sana wa Ujerumani aliyesababisha vita vikuu vya pili vya dunia. Lakini je, mnamfahamu Adolf Hitler kabla ya hapo? Mnamfahamu Adolf Hitler aliyekuwa kijana mdogo kama nyinyi, aliyepitia mapigo, aliyefeli na kukatishwa tamaa kuliko mtu yote? Hapa kuna mambo matatu tunaweza kujifunza kutokana na historia yake ili tuyatumie kusonga mbele kimasomo. Jambo la kwanza ni kufeli kwa leo sio mwisho wa safari yako. Ukiwa mwanafunzi, ni rahisi kupata F, ni rahisi kupata B kwenye mtihani wako mmoja na ukadhani kwamba maisha yamefikia mwisho. Lakini Adolf Hitler alipokuwa kijana kama wewe, alikuwa na ndoto kubwa ya kuwa mchoraji mkubwa duniani, yaani artist. Alituma maombi ya kujiunga na chuo cha sanaa cha Vienna kinaitwa Academy of Fine Arts Vienna mara mbili, mwaka 1907 na mwaka 1908, lakini maombi yote mawili yalikataliwa yote. Waliomfanyia usahihi walimwambia hana kipaji cha uchoraji. Baada ya hapo akawa maskini wa kutupwa, akalala mitaani na kwenye nyumba za maskini akila kwa shida, lakini hakujiona kama mtu aliyekwisha kukata tamaa ya kutaka kuwa mtu fulani mkubwa duniani. Somo kwetu kupitia hili ni kwamba kama umefeli somo la hesabu, umefeli somo la sayansi, umefeli somo la lugha katika hii siku ya leo, hiyo haimaanishi wewe si mtu wa thamani. Hiyo ni hatua tu, kama mtu aliyekataliwa na vyuo na kulala mitaani na aliweza kuja kuwa kusimama na kutikisa dunia nzima. Wewe unashindwaje kutikisa shule hii kwa kupata alama A? Jambo la pili ni nguvu ya focus. Wanaita kuelekeza akili katika sehemu moja. Adolf Hitler alikuwa na uwezo mkubwa wa kusoma vitabu, kujifunza vitu kwa undani pale alipotaka kufikia lengo lake. Alipogundua kuwa hawezi kuwa mchoraji, alihamishia nguvu zake zote kwenye siasa na jeshi. Alikuwa na nidhamu ya hali ya juu katika kile alichokiamini, hata kama kilikuwa ni kitu kibaya. Wanafunzi wengi mnakata tamaa kwa sababu hamna focus. Mnataka kusoma, lakini wakati huo huo mnataka kuangalia mitandao ya kijamii, kucheza na kufanya mambo mengine ambayo hayana msingi kwa muda huo. Ukichukua nguvu ile ile ambayo Adolf Hitler aliitumia kujenga jeshi lake, wewe ukiitumia kujenga jeshi lako la maarifa, kusoma vitabu, kuuliza maswali kwa walimu, kufanya mazoezi usiku na mchana, hakuna mtihani utakaokuangusha hapa duniani. Lakini jambo la tatu la kujifunza kutoka kwa Adolf Hitler ni badilisheni nguvu ya ushawishi kuwa nguvu ya heri. Kitu kikubwa zaidi alikuwa nacho Adolf Hitler ni uwezo wa kuzungumza na kushawishi. Wataalamu wanaita oratory skills. Alipotumia uwezo huu mbaya, aliweza kuharibu dunia nzima. Kama wanafunzi, mna nguvu kubwa ndani yenu, mna nguvu ya kushawishiana ninyi kwa ninyi. Je, mnatumia nguvu hiyo kuuziana uvivu na kusema hili somo ni gumu, hatuwezi? Ama mnatumia nguvu hiyo kuunda vikundi vya masomo na kuaminishana kuwa sisi sote tunaenda kufaulu? Hitimisho, wanafunzi, historia haipo kwa ajili ya kutuhuzunisha tu, ipo kwa ajili ya kutufunza. Kama mtu aliyetokea chini kabisa, aliyekataliwa na vyuo, aliyekuwa maskini wa kutupwa, aliyeweza kupambana hadi akawa kiongozi mkuu wa taifa kubwa, wewe unayeweza ama unayepewa nafasi hii ya kusoma, unayelipiwa ada, unayeamka asubuhi na kuja shuleni, una visingizio
vya namna gani. Kufeli kupo, lakini kukata tamaa ni uamuzi wako. Usikubali kukata tamaa. Hakuna somo gumu mbele ya mwanafunzi ambaye ana nia ya dhati. Badilisheni historia ya maisha yenu kuanzia hii leo. Asanteni sana na nawatakia mapambano mema kuelekea ushindi wenu wa kimasomo. Hotuba hii imeandaliwa na coordinator wa Mbezi Luis, Mr. Msibo, na imesoma kwenu nami Baraka Jones. Asanteni.